Ladies and gentlemen, allow me to reiterate that the nature of police work is not only dangerous. We are aware it is dangerous. Na hatuna woga, nimesema hatutishwi. Hao wakora wako kule nje, tunawaeleza hatutishwi. Na ndio sababu tunauliza maofisa wetu, hiyo bunduki umepewa, tutaki kusikia umeumizwa, umekatwa na mkora na uko na bunduki. Lazima tuungane. Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka, hata tuko tuandamane, sisi tulikuwa mboka. Masai Nengi, utadu, una retaliate mti yangu, una retaliate. Na Diglo, ikakuwa hivyo, sasa inabidi una retaliate juu hawezi pigwa pupu na maintain. Wiki iliyopita na miezi mingi iliyopita tumeona Kenya kumekuwa na msururu wa vijana wadogo kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Alianza Rex Masai, akakuja Eric Shieni, Albert Ojwang na sasa hivi ni Boniface Kariuki aka Eli Joshua Mas. Nataka kusikia kutoka kwa vijana, itakuwaje tu? Mbona maafisa wa polisi wanatumia nguvu kupita kiasi namna hiyo? Tusikie maoni kutoka kwao nijue hao wenyewe wanachukuliaje mambo. Imekuwa mara mingi wanazungumza online, wanasema justice for somebody, justice for so and so. Hapa Bungoma County leo nimeshuka nyumbani, nasema East West home is the best. Itakuwa best aje kama mapolisi wanatumia nguvu kupita kiasi ya kuwakabili hawa vijana wakati wenyewe wanatetea haki yao? Kikatiba ni lazima na ni sharti, iwapo unaona unafinyiliwa mahali lazima upaze sauti. Hapa Kenya bado kuko na sauti. Hebu nisikie kutoka kwa vijana. Mambo wagwa. Unaitwa nani? Naitwa Mr. Lee. Hii mambo ya Boniface Kariuki unasemaje ndugu yangu? Mimi nasema hiyo kitendo ilikuwa mbaya. Jamaa kuuza tu mask alafu analipuliwa. Hata kama wanasema ilikuwa rubber bullet lakini haikufaa hivyo. Jamaa dia kwa na demonstrate. Lakini shuku pia mapolisi, mimi nashuku pia mapolisi wako depressed, si wananchi peke yao. Mapolisi pia wako depressed. Polisi wako depressed, pia wanafaa waende counseling. Wanafaa tuchukue polisi wote waende tu counseling. Bwana pia wajue venye wataishi na economy. Wajue ndio pia wanapatiwa nini? Commands from the above. Sasa kuna venye wanaweza fanya. Na hii kitu ya imekuwa tu mpaka kuna magoons wanaingia ndani ya vijana, wanajifanya hao like kama Nairobi tumeona pia vijana wengi walikuwa wanaandamana kuhusiana na Albert Ojwang, lakini from nowhere magoons wakakuja tu. Wewe unaonaje maandamano this round? Nimesikia mkisema mtakuwa na maandamano. Maandamano this round. Sisi tutaandamana tu, hata waleta magoons. Juu sasa gava iko against wananchi saa hii. Sasa tutafanyaje? Sasa lazima tuandamane tu. Unajua maandamano tunafanyanga at least unasikiza grievances zetu ndio wanasikiza sawa, wanazifanyia kenye wanataka. Bila kuandamana ni kama yani gava hizi kusikia, lazima tu tuandamane. Hata wakileta magoons wafanye nini, tutaandamana tu bado tu lazima kaende kuenda. So thanks for your support. Maybe nisikie pia kwa mwingine hapa ni Mbogi. Mambo poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Kibe. Itakuwaje tu Karao ni dush anapiga watu marisasi? Kulingana na wewe, hakuna namna nyingine na ambayo polisi anaweza tumia kwa address ama kukabu hii maandamano ya nyinyi majenzi? Unajua sasa ni wao ndo wamefunza hizi mbinu za kukabu kama ni protest. So wao wanajua kuna mbinu tu mwafaka ambayo wanafaa kutumia, si kutupiga marisasi hivi. Hiyo si fair by the way. Wacha tu kila mtu awalk his lane. Kila mtu atembee kwa njia yake. Na huyu vijana ambao president alisema atamaliza hii mambo na police brutality na vitu zingine zote. Tunaona wanasema wataekelea CCTV. Hii kupigwa vijana marisasi kiolela, pengine huku Bungoma inawaffect aje? Sisi inatuaffect vibaya juu sisi tunapoteza tu ma brother pia huko hivyo. Unaona wenye wanaandamana huko haimaanishi ati wanatoka Nairobi peke yake. Hawa ni watu wametoka huko Western pia, all parts of Kenya wako huko, so ni my brothers, so hawafanyi poa kabisa. Na hii mambo ya Orezo kusema unajua yeye tumemzoea, so si tutaandamana tu because hatuna otherwise. Yeye tumemzoea, mambo yake ni kusema sema. Asante sana kwa muda wako. Nimekuja huko tumebangaiza job na ngangana venye tutapelekea hata mafamilia joki Kiroma bana, lakini ni mabubu Diglo huko venye kuna kaa. Diglo huko. Ndio bana jo ni moshi tu, ni moshi hata tuone hata sikuoni saa hii ni moshi. Moshi kwenda kuiva tu bana. Ama watu wako huko juu wanafanya kachino na bonga bana. Siku chini ndo tunaumia. Emotions ran high in court as parents of the abducted youth cried, demanding to know the whereabouts of their kin after police defied orders to produce them in court. Following the defiance, the Inspector General of Police Douglas Kanja, who also skipped court summons, risked contempt of court charges. The summons issued following a petition by the Law Society of Kenya required the IG's presence, but he instead sent representatives. The court has directed
instructed Kanja to personally appear in court on Wednesday to explain the whereabouts of the missing individuals. Wanasema East West home is the best. Sijui kama Kenya ni the best home. Ndio bado niko hapa Bungoma town nafuatilia. Itakuwaje kijana mdogo na ambaye ako pale street? Hata sio street. Unasikia kijana alikuwa anauza barakoa, anafanya biashara yake hapa na pale kujitafutia riziki, kujitafutia mkate. Na tukiangalia video yenyewe kabisa kijana alikuwa na surrender. Kuonyesha kwamba mimi sina shida, siko part and parcel ya maandamano na ambayo inaendelea. Lakini alipigwa rubber bullet, ni kitu ambacho kinashangaza wengi sana. Na pia hebu nisikie kutoka kwa binti hapa atuambie yeye anaonelea aje demonstrations at this time zitakuwa more superior kushinda za last time, na hii maneno ya police brutality inawa affect aje mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa B. Utaambia aje polisi kuhusiana na maneno yako? Unapata jamaa na strike tu hivi from nowhere, wameshako bunduki jamaa kwa chini, utawaambia aje? Polisi tunaweza waambia tu kuna bandits Kerio Valley, Marquette. Sasa kama wanataka kulinda Kenya waende huko wakalinde walinde wakazi wa huko. Unasema risasi itumike na bandits lakini sio Gen Z. Sio Gen Z, wana protest peacefully. Mtu uko street ako hustle yake anagongwa na hajafanya kitu. Pengine kama kuna sheria mnakuanga nazo. Gen Z are always right. Nchi ni yetu na tutangangana, tutapambana nayo hadi mwisho. Sisi Kenya ni yetu na sisi ndo tunalinda Kenya. Hao kishindwa kulinda Kenya tutalinda Kenya. Wanasema kama watashindwa kulinda Kenya, nyinyi mtalinda Kenya. Thank you for your time. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Stacy hapa hivi. Stacy. Vipi lakini utaambiaje makarao wana take down Gen Z sana? Mimi nitawaambia tu they should observe like the constitution is in allow maandamano, and so pia wao their role is to protect the citizens, so they should ensure that waki take those responsibilities wakiambiwa, they should not just take the commands from above. Like unaweza poa command like wakikuja we shoot. If you see this guy hana makosa, he's not like haleti vurugu, why shoot him? So as your role is to protect the citizens, just ensure that you maintain your role. Wanasema wa protect their citizen, wa maintain security na wafanye vitu zingine kuhakikisha mtu anafurahia mazingira hapa nyumbani, si ndio? Labda kama kuna kitu unaweza ambia Gen Z wako na umuhimu gani kwa taifa yoyote hili? Gen Z, we are the future generation. So if you ruin us, like if you kill us, it's like you are killing the generation that is coming. So what do you expect? That will mean that the nation will fail. Yeah, so if you kill the brilliant minds right now, the future will be demolished. Yeah. Leo sina mambo mengi, isiyo balozi Kalista the man. Kweli kabisa jambo hili ni la kusikitisha, lakini tupatane wiki ijayo kwa makala kama hii, wakati kama huu. Bye bye. Ndugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenda